Inakuaje mwana Majil popote pale ambapo unanifuatilia ST Genge, hii hapa ni Chill na Majil. Mimi kama kawa naitwa Jamil Othman. Nimepata mgeni ambaye tunataka kushare story yake about what happened on 25th. He's not a support of Gen Z, he's a millennial. He's a support of Ruto. Wacha tusikie view yake. Bro, vipi hali? Unasemaje bana? Karibu Majil. I'm good bro. This is Majil TV. Yes, asante. Niambie bana. Sina mambo baba. Kuangalia tu venye mambo inaenda hivi. Hiyo 25th June demonstration sasa wacha niongelee kama millennial sisi. Hatuko ndani ya Gen Z lakini first of all, do you introduce yourself? Yes, my name is Abdul Hakim Abdalla. Najulikana hivyo. What do you do? Ya kuuza gas hapa na pale. Na pia bado mimi ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara? Yeah. Maandamano iliyokuwa juzi 25th, yes, imeaffect kivipi biashara? Yeah, in fact hata hiyo siku najua kama mfanyabiashara hatukufanya kazi. Tuliamka asubuhi tukapata mambo ni moto, ilibidi turudi kwa nyumba. Sasa hiyo siku ilienda hivyo. Ni hasara sisi wafanyabiashara hatukupata eni. So ndio tunasema sisi kama Wakenya lazima tuwajibike kwa zile vitu ambazo tunafanya. Tujue pia kuna wale watu ambao wanakuwa affected kwa vitu kama hizo. So tunaomba majenzi tafadhali, tukiitisha maandamano tufanye maandamano ya amani, tukijua kwamba isi affect kila mtu. Nchi isisimame kwa sababu kuna maandamano. Unaona? Hata kama hatupendi rais wetu ama hatutaki Ruto, kuna njia mingi za kikatiba ambazo zinafaa kufuatwa badala ya kutumia nguvu ama kutumia ghasia kuleta mambo ambayo hayafai katika nchi yetu. Nafikiri mimi naweza sema hayo kwa upande wa maandamano ya 2025. 2025. Yeah. June, yeah, exactly. Si lazima kila jambo watu waende kwa barabara. Kuna mambo ambayo bunge inaweza tatua, kuna mambo ambayo koti zetu zinaweza tatua. Sio kila jambo tukiwa mtu afurahishwi na jambo katika serikali, watu wanajigroup wanaenda kwa barabara. Ina affect. No, the main reason ya maandamano ilikuwa justice for the heroes, watoto ambao waliuliwa last year 25th June 2024 during ile announcement ya financial bill. Yeah, I know. 2024, yeah. 2024. So kuna baadhi ya majenzizi waliuliwa. Alafu this time round the justice baada ya ujamaa kufa called Ojwang Albert. Yeah. So ikaamuliwa that this 25th tutakuja street. And ilikuwa kitu already imesema sieti watu walitoka tu wakakuja wakaanza. You know one thing the economy of our country today inatu affect sote, hata mwajiriwa asiajiriwa. Yeah. Unaona venye watu wana suffer. For example, wewe tuseme umeajiriwa. Now that you say that wewe unalipa taxes kama wewe ni mwanabiashara. Yeah. Na taxes ni za juu. Umeona? So wewe sasa hii wewe unaona hii serikali vile itupeleki poa. Unalipa tax mob, mfanyakazi anakatwa pesa mingi. Na ukienda kwa mfano story na SHA, ukienda hospitali haupati, unatibiwa, unaingia bado mfukoni. Umeona? Lakini like I want to say something yenye nimeshinda kuziona katika zile nchi zingine za nje. Kama kuna mambo ya makumbusho ama tunafanya makumbusho ya wale watu ambao waliaga dunia ndani ya maandamano ya mwaka jana. Ninaona katika zile nchi zingine unapata kwamba kuna venye wanafanya hizo vitu. Wanatoka kwa barabara wamahakisha zile candles, wanaenda kuna mali specific, wanaenda wanakaa hapo na picha na whatever na flowers, wanafanya makumbusho ya wale watu ambao waliuliwa, labda kama kulikuwa na jambo mwaka jana. Lakini hapa kwetu katika nchi yetu mara nyingi tumezoea kufanya kumbusho na kifo. Tuseme for example, atupewi room ya kwenda maandamano in a peaceful way. But you know there is a way you can conduct yourselves so that the government, hata serikali inaona kwamba watu kulingana na venye wamepanga maandamano yao, kuna mahali wanafuata, kuna barabara fulani watatumia hadi
katika ile kiwanja ambayo kwamba watakuwa wanaenda kuhakisha zile candles zao na nini yani but but we've been doing that, like Kenyans walikuwa wakifanya hivyo, still police wanakuja wana provoke Kenyans with the tear gas. Listen, unakumbuka ile time wa Kenya walikuwa wanakumbuka wale watu walipigwa na bomu ile wakati wa Moi, wale walipigwa na bomu pale Nairobi. Nafikiri unakumbukanga. Sasa zile wa Kenya wanaenda kukumbusha wale waliofariki katika hiyo janga. Unapata majina zao wameandika pale kwenye body. Watu wanaenda pale mahali pale mambo kama haya. Hiyo bomu ilipigwa by them days. Yeah, those days, yeah. Hiyo bomu ilipigwa. Haikuwa eti ni bomu ilipigwa ijulikana kina nani walipiga hiyo bomu na Kenyans walikufa. Hiyo lazima ma Kenyans wote wangemwona, lakini hii polisi ndo wameamua kuua Gen Zs. But na sasa ukiamua kudeal na citizens wenye ambao walikuchagua, what do you expect? People watakuja kwa street. Unajua at some point sisi kama wa Kenya pia tunajichukulia sheria mkononi. Sasa unajua kukuja maandamano is a part of nini? A constitutional right. Kwa constitution. Ku fight for your rights, ndio. Sasa why is it that ikifika time msaki kuja ku fight for his or her right, mtu anakuja, police wanakuja against ku start bombing? Listen. You are supporting the government. No, I'm not supporting the government. Let us be realistic here. Let us be realistic. As in, for example, up Eldoret juzi hiyo day 25th, you were there, you saw what happened. Like watu wanakuja from nowhere, badala ya kudemonstrate wanaenda wanavunja duka ya Hetias, wanapora vitu. Is that really demonstration? Sasa kama serikali is not protecting us, how do you expect the same government to protect you? The same government again. When we come kwa demonstration, ni serikali ndo inakuja kuwa guard, kuwa protect mali ya wananchi. Unajua kuna kitu moja, the moment you start ukianza kustia gas wase, hiyo ndo rapsha inaanza. Let me tell you, unajua mara nyingi unapata. Alafu another thing before you continue, the government itself ina threaten wananchi. Like for example, the CS Murkomen alikuja kwa press anasema kwanza before 25th walisema there will be a maandamano, right? Murkomen akakuja kwa press akasemaje? Eti there will be no maandamano, no one is the government here unless we government we come out clear to say there will be a holiday for that maandamano. But still, listen, let me finish. But still, hiyo ni kutu-threaten. Unakuja kutu-threaten eti mkikuja maandamano you will know sisi ni akina nani will kill you. But you know, in every country lazima kukuwe na order. Nchi ambayo hakuna, you don't listen. You know, as a government, hata kama wewe unaona kuna, what do you expect Murkomen to say? Akuja aseme tunaunga maandamano kwa. Yet wewe mwenyewe unajua hapa Kenya most of the people, most of us tunapenda kutake advantage. When something happens like kama maandamano imetokea, ndio wakora wote wanajoin hiyo maandamano in the name of maandamano kwenda kukuluti vitu za watu, kunyang'anya watu. You know how it happens. You are not a guest in this country. You know this country very well. Wewe unaelewa kwamba kuna wale watu ambao kazi yao ni kukaa tu kungoja opportunity inatokea wapi. You see that? So the moment opportunity na arise kama hii ya maandamano, unapata kwamba ile genge ya wezi wanatumia hiyo opportunity kupora watu. So it is very difficult for the government to identify wale watu ambao wamekuja maandamano na wale watu ambao kwamba wamekuja kuluti. Unajua kwa nini hao wase wanajitokeza kwa maandamano? Ile dictatorship ya government venye wanakuja. Sakaja aliorganize goons wakuja kwa street, wenyewe walijiconfess juzi wakisema naangalia kitu kama hizo, the government goons against raya. Umona sasa ukitumia watu ambao walikuchagua goons, what do you expect? Sometimes okay, talk about the Albert venye. Kwa nini Albert makosa yake ni gani? Mara ngapi watu wana criticize government kwa social media? Wewe unakuja unachukua kijana wenyewe kutoka all the way from Homa Bay to Nairobi, na huko kuna masels, kuna makots, still bado mnaleta umse hapa. You know, as in me, what I can say is that leading is not easy. But kama ni ngumu and if at all hata wale Gen Z wakipewa opportunity ya kulead nchi, like for example say Ruto has resign.
Unaona? So that aseme sasa nyinyi majenzi mu take over from us. Gen Zs can't take over. Sasa the same way, let me tell you. I want to tunataka tumtoe yeye. Unajua, it's not that I'm supporting Ruto. But nikiangalia Ruto vizuri naona yenyewe huyu jamaa anasafa. He's suffering because of the Kenyans who are surrounding. Wa Kenya ambao they don't appreciate anything. The only thing they know ni kulalamika. You know, it is high time sisi pia kama wa Kenya. It is high time hata sisi kama wa Kenya. Why do you kill your own? There is nothing like killing your own people. People want to be killed. Like for example, listen. What do you mean you go and unaenda kuchoma police station? What is the meaning of unaenda kuchoma maofisi za serikali? What do you expect? That is hiyo sio kutaka kukufa. Hiyo we feel bitter because watu wetu wameuliwa. Bitterness. Well, assume assume sahi you have a baby. Okay, not even we don't assume you have babies. Msa kuja uwe mtoto wako. What utatake step gani next? It depends. Kukuua mtu hawezi kukuua tu for nothing. It might be something hidden. Which something? Just write something on social media that the government inapiga hongo. If I look at the Ojwang case, yeah, you remember ule police officer alikuja akatuambia aje, it was not to kill him. Ilikuwa ni kumwadhibu so that hiyo maneno ya social media ifanye nini? But ikakuwa like for example, unajua kila kifo inakuanga na sababu. Uwezi criticize kifo ikifanyika, manake kila mtu kuna njia yake yenye atakufa nayo na kila mtu ako na sababu yenye itafanya yeye akufe. Like the case of Ojwang labda Mwenyezi Mungu alikuwa amemwandikia atakufa on the process ya kuadhibiwa. Na it happens. Sasa sisi wengine wote tutakufa because Ojwang died. No, sisi pia kama Wakenya lazima tufanye nini? Tuzoee ku appreciate vitu zingine. Mimi nilikuwa nataka kusema jambo moja. So do you support the killing of I'm not supporting the killing of Ojwang. Ilikuwa bahati mbaya. Yeah, ilikuwa bahati mbaya akakufa. The government police walisema ilikuwa ni kumwadhibu ikakuwa excess akakufa, but ashakufa, what can we do? The inchi itasimama because Ojwang amekufa. We need to go on. Maisha lazima iendelee. Like for example, mimi si ati mimi nimewaipigia Ruto kura. Personally mimi unajua mimi ni mtu ya baba. Mimi sijaipigia Ruto kura. Lakini I want to take you back a moment. Wakati ya 2007, wakati ya post election violence, sisi wote tulikuja kuhead Kibaki nini. But on the process ya 2013, in fact that is the moment yenye Kibaki alikuja kuwa the best president ever after election ya 2007. Kwa sababu hiyo period ya 2007 to 2013, he became one of the best presidents in this country. The same thing happened in 2013 when Uhuru then came to take over from Kibaki. We hated Uhuru. Wakati Raila nini, we said no, we don't want this government nini. Then after handshake, the government became one of the best in Uhuru's regime. Let me just tell you one thing. Let us give this man time. Which time? Let us give him chance. Which chance so that give him after killing people daily? There is nothing like killing people daily. Listen, you instruct your people to kill us. This guy is a commander-in-chief. Do you know kwa nini hapo kwa polisi imeandikwanga utumishi kwa wote? Do you know most of the time you have to protect your citizens? You know what happens? Most of the time we like provoking the police. Which hakuna kuprovoke. What do you expect the police to do? Sasa police already wameua msee. Nana na provoke wengine hapo. Like the case of Ojwang. You saw what happened yesterday between the wananchi na police. We beat even our own police. Because they kill us. So what do you expect the police to do? To sit down and see you beating them? They have to do something, my friend. As Kenyans, unajua nchi ambayo unakumbuka mambo ya social media last year, around 1 month ago, kati ya Kenya na Tanzania. Sisi wa Kenya tuko na tabia mbaya. Yani hakuna nidhamu katika hii nchi. That's why mimi nasema it is high time at least let the president akuwe dictator kidogo.
I think maybe in the country have might, our constitution. because You cannot we cannot live in a nation that kila mtu anataka ifanyike venye anataka. It can't go like that. We have our rights. Even if we have our rights, but at the same time lazima tujue kwamba hii nchi tuko na watoto tumewaza, wanategemea sisi, wanaangalia jinsi tunafanya. Sasa which example are we setting to our children? If at all chochote ambacho inafanyika, we go to the streets. Kila kitu ambacho inafanyika, we go to the streets. Which example are we setting to our children? Because there is, first of all, unajua kwa nini what is so nowadays? Wait, do you know the reason why people goes to nini kwa streets and demonstrate? There is no money, bro. Gava imeshikilia. This is something that maisha imeenda juu sahi, umeona? Yeah, I know that. There is no money, and you know that. Still, you know that, and you still support the same government. What do you want the government to do for you? See, okay, kupunguza nini you know, mimi najua serikali kitu ambacho inafaa serikali. The guy who is failing us kabisa, it's Raila. We fought for this guy for so many years. The same guy is betraying us. How? Raila is betraying us. Do you know how many people wamekuwa wakiuliwa because of Raila? So sir, demonstration, we go behind him. At the end of the day, this same constitution unasema our constitution allow us to do demonstration. It is the same man, Raila Amolo Odinga, who brought this constitution that you are talking about, that we have our constitution, we have our rights. Who brought those things? Do you think amani inakujanga tu just by talking? Amani na hizi vitu zote zinakuja kwa damu kumwagika. People have suffered. People have died. I'm telling you. Watu wamepoteza kwa sababu because amani inakuja watu wa damu kimwagika. So wacha damu like, let me ask ndo nani Ruto atoke amani. Let me ask you one thing. Let me ask you. Unasema amani inakuja. Wewe mwenyewe umesema wakati damu imemwagika. But like demonstration ya jana. It was Wednesday, yes? Demonstration ilikuwa Wednesday. What is the main? Kwa sababu nilikaa chini nikajiuliza, hii maandamano ndio iko. Leave alone ile ya last year 2024. It was about the finance bill, yes? Ilikuwa na at least ilikuwa na uzito fulani hiyo maandamano, ukaona pia yenyewe vitu zimekuwa bei zimekuwa juu na whatever. But this maandamano ya this year, actually if you sit down and uangalie kwamba what is the main agenda ya hii maandamano, it is nothing. This guy from last year, Ruto, the president, our president himself, tangu hiyo maandamano ya finance bill ya last year paka this time, paka leo hii, if you look at zile ukiangalia katika zile vitu ambazo wamezifanya for the last 1 year, kama wewe to be honest, wachana tu ile labda kisiasa na whatever na chuki, ukiangalia tu the broad based government tangu ichukue serikali baada ya kufutoa wale mawaziri wake wale bonoko, ukiangalia tu kwa hiyo mwaka moja kazi ambazo Ruto amefanya. Kazi gani Ruto amefanya? Mambo ya affordable housing. Affordable houses, kwani before those houses why sleeping outside? But you know these things is we don't want the government. That's the only thing mnaangalia affordable. No, it's not about affordable housing. Even if you look at our what is it? Mambo ya stability. Stability ya nchi. Currency ya nchi. In terms of money, in terms in terms of investment, whatever, the country imekuja in a way that at least we can see kuna progress. Which progress anamalizia? Kwani you wanted him to stop project ya Uhuru aanze yake. What do you do? Ni kitu gani tunaweza sahi kaa chini tukumbuke? Listen, let me finish. Ni kitu gani tunaweza kaa chini sahi tukumbuke that Ruto has done this akitoka kwa serikali? Uhuru amefanya mambo barabara. These projects ni projects za serikali. You don't say that because ati Uhuru ndio ali-initiate this project so that paka tena arudi tena asimama kuwe rais ndio akuja amalize hizi project. This is our government project, my friend. So kila serikali ambayo inakuja kumalizia zile project za serikali ambayo iliyotoka, so that ile serikali nyingine ikipata pia hii serikali nyingine imeanza project nyingine ili inakuja kumaliza. That is how the government works. Sasa mnaangalia about affordable houses. It's not about affordable houses. You mnaangalia that Ruto amefanya eti Ruto eti stability country iko stable kwa at least
We can at least we can say at least our country is now on a safe side. Let me tell you. Safe side, my friend. People are suffering. Hey, if you are not saying that at sasa you wait for the government ikuje ikupe ugali kwa mdomo. It doesn't work like that. Lazima kila mtu ajukumike kama Mkenya. You cannot wait kila kitu government, kila kitu serikali, really? No. It doesn't work like that, my friend. This is the high time hata sisi kama Wakenya tuamue kwamba despite the fact that serikali inafanya kiwango yake na sisi wananchi tunafanya nini? To support this government, we need all of us kama Wakenya tukuje pamoja, tushikane na serikali yetu ndio Kenya iende mbele. The government that is failing us, do you want us to support? Failing you how? It's failing us. How? There is no employment. Say now that you are paying school fee for your kids. My friend, every time you make my friend, let me tell you. Kulikuwa na free education. Kazi ya serikali si kukupea kazi. Okay, let me give you samples. I can create my own employment. Exactly, yes. Listen, now that you are supporting this government, why is it that every day you pay school fee? Because that is the work of a parent. That's the work of a parent. Mbona sasa kwa manifesto skiza. Kwa manifesto yake before anini akiuza sera zake. This guy said there will be a free education. What is the free education? You know, before you enter into government, there are so many things mostly. Why do you listen, before skiza. Ruto is a liar. He's not a liar. He's not a liar because this is something that it happens to everyone. It's high time that we have to tunataka tustopishwe kudanganya. How is it? We will not accept. We are not kids. Mbona unakuja tu unaambia we'll do this and this. Like for example, IG Kanja came to press telling us that Ojwang killed himself in the cell. Wait. How can you come and kutudanganya? Wait a minute. Jamil, wait a minute. Unaweza kuja tu kuniambia eti leo eti mtu ameji. Wait a minute. Nimesema wakati umeingia serikalini ndani unapata vitu sivyo ndivyo. Yeah. Okay. Now that umeingia umekushapata vitu haviko vilivyo. Yes. The way you expected. Yeah. Boom. Still you're in that office, you still lie to us that unakuja eti gonna to have like how many millions of chapati. Still watu tu wanadanganya. Still you the government unakuja tu unatuambia eti this guy killed himself kwa nini? You muli disconnect ma CCTV. Yaani unakuja tu kutudanganya eti umse. Wewe uko na hizo ma CCTV. Mimi nataka tu avoid to story na kudanganya. In life people are dying. Let me tell you. Unajua katika maisha this is the only serikali ambayo imesuffer. Jamil, for 3 years now and a half. Unajua kwa maisha mimi nilikuja ku notice kitu moja katika maisha. Kila kitu ni time. Everything we do, it is all about time. Give it time. We can give time if something we can give time. Listen, this man amekuwa tu kwa ofisi for the last I think ni 3 years. Me doesn't matter. This is 2.5. In fact, 2.5. You've been in that office for 2.5 years. At least the best thing as Kenyans, sisi wa Kenya tunafaa kufanya, let us give this guy time up to 2027. Tuone actually anaweza perform. Let us not kuharakisha vitu. Hata kama ni wewe ukipewa kazi sahi, your employer anataka you make progress immediately after getting to work. It doesn't work like that. He has to give you time. Ujuane na venye ground iko, ujuane na venye kazi inafanywa. That is now. Ndio sasa mtu anakuja kukureta aseme this man is not performing. But we have given this guy only 2.5 years. In fact, ndio sasa kazi yake inaanza. Ukisema this guy, okay, wewe umeajiriwa, mkubwa mwenye amekuajiri yuko amekuleta kazi ni sawa. Already you are at work already. Wewe umeingia job and this guy amekwambia let us give it time. Then I've given you like 2 years your time. Your work it's only kunidanganya that, for example, what an example, a salesman, you've been given a product, umesema una deal na gas, umepewa gas umeenda. Wewe umekuja unadanganya boss wako, soko iko hivi. Na yeye pia anafuatilia vile soko iko hivi, the market iko hivi na hivi.
Alafu baadaye boss wako akirealize this guy is lying to me and he has already given you for 2 years. Still bado unamdanganya. Wewe si boss atakufuta kazi. That thing same applies to us. We've given him time. Sisi ndo tumemweka hapo kazi. But you already 2 years still you lie to us. You are telling us Sha is working. Nakupata. Kama si pressure yetu, Sha hata ingekuwa ina. Lakini lazima uelewe, lazima pressure you go and sell those cylinders. Lazima uelewe kwamba you go and sell. Pressure ikiwa high. Lazima uelewe kwamba Sha is working. Lazima uelewe kwamba kuruli nchi mzima, kufanya kitu ambayo unataka kufurahisha kila Mkenya is not a easy thing. Kuruli tuseme Kenya mzima, watu wa Central tangu Gachagua akuwe impeached, they feel like wana feel your pain kwa sababu they are not in government. The whole of Kenya. Mwache kuwekelea Gachagua. Kuna kitu kama hiyo. I think Jamil mwache kuwekelea Gachagua hii kitu yote. It's not the whole of Kenya. People will demonstrate. The reason why Luos didn't demonstrate. Why? Do you know the reason? Why? Because after the death of this guy Ojwang Albert, the mzee came out and betrayed the Gen Zs. Hakuna kitu kama hiyo. Ruto sent him 2 million. Hakuna kitu kama hiyo. And after Commodi could raise money more than 10 million. Why is it that last time tukifanya maandamano ya kubeba masufuria, what did Gachagua say? Gachagua alisema nini? Gachagua alikuwa kwa government. What did he alikuwa aseme nini? So why is it now the Luos are not demonstrating? Okay, ni sawa. Gachagua alikuwa kwa government, ndio. Same applies. Now that Raila is in the government. What do we expect? Sasa tuseme the same thing happens. We don't demonstrate in Luo Nyanza. People demonstrate in Central. So it's the same thing. Hapa kwani Rift Valley ni hapa ilikuwa looting. This is not demonstration. Hii ni Eldoret. Ilikuwa looting. It was looting here. Watu walikuwa wanapora, hakuna demonstration ilikuwa. Nairobi is a mix of so many tribes. So they are looting at the same time. They are looting at the same time. So there is nothing like a demonstration. You know, you people, especially Gen Z kids, let me say it. They wamezoea sana easy life. They don't want to go out there and hustle. Mumezoea tu, you want to be seated somewhere, kukula vizuri, partying on whatever, utaki kufanya kazi, then you expect the government ikuje ikufanyie venye unataka. No way. It is high time, lazima vijana wajue kwamba kutafuta si rahisi. Kutafuta ni kujitolea. Unaona? Before ingekuwa hiyo kitu, bro. Wewe huwezi taka ati president no, there is nothing like promising. How many youth do we have? Utapeleka watoto waandike kazi wapi? Hakuna. So nyinyi kama uko kwa group ya Gen Z, my friend, uli promise ku reduce vitu za nini? Hata by the people who are there wako ma Gen Z wote. They are using that. So let us say that wanatumia, it means that wanatumia vijana vibaya basi. If at all hakukuwa na vijana pale, kumaanisha wanatumia vijana vibaya. That's why I'm saying kuna watu wako behind this demonstration using Gen Z kama sababu yao. Kama if at all unasema kuna watu walikuwa wazima wameenda pale kufanya maandamano na si Gen Z, kumaanisha kuna wale watu ambao wanatumika katika hii maandamano. Kuna wale watu ambao kwamba wana sponsor hii maandamano kuja kuvuruga serikali yetu. So hii maneno in short, yeah. If we are going for a break in a short time, but lakini before we go for the break, I want to tell you, Abdul, one thing, wacha tukiachana na mambo ya maandamano, tuseme for example now that Ruto may step aside. Who will you choose for your president? 2027 imeisha, may fail. Who will you support for your president? So far, I've not seen anyone who can rule. So far as we speak, sijaona mtu ambaye. Do you think Babu Wino can fit kwa hiyo seat? Babu Wino, he can, but not now. He still needs. What is wrong? What's wrong na sahi? Because let me tell you, politics is all about wisdom. Babu ana wisdom. Babu is a bit arrogant. Is Ruto not arrogant? Ruto, let me tell you. You know, if you look at Ruto, you cannot compare Ruto. Okay, unajua me let argument ina make sense kwa sababu if you tell me Babu ana wisdom, Babu is arrogant, is Ruto not arrogant? That's Ruto, even if he is arrogant, not publicly. You know, in politics, we look at you on what?
tunakuona kwa nje, hatukuoni kwa undani. We know you. Unajua kuna wale watu husema Ruto ukikaribia na yeye ukimkosea atakuzaba kofi, but that is inside. Do you know there are some people wanaweza kuwa dictators ana arrogant. Tuseme dictatorship inakujanga na arrogance, if I can say that. Like, do you know kuna watu unaweza wapendea venye wanakudictate na still you can work with them competently. Listen, let me finish. For instance, Matiang'i. Do you know you can work with Matiang'i despite that Matiang'i is a dictator mwenye unaweza mpenda? Are you getting me? But Ruto is a dictator ambaye watu wampendi. Aje. If same to Babu is a dictator whereby, but listen, let me finish. No. Babu is a dictator that unampenda. Matiang'i alikuwa anakuja kwa mashule, anapata shule imenunua basi na ijajenga dormitory. You see that dictatorship? So how can you buy a luxury stuff instead of building your home? In case kama wageni wakikuja. Secondly, do you know the reason why today we are proud of moving without DL? Ukiendesha gari without DL unasema unaambia askari tu nimeacha DL home. Let me give you kwa sababu kuna ile udikteta. Sasa watu wanapenda Matiang'i kwa sababu alikama up na hiyo sheria that you can move without your DL, iko kwa system, police can check kwa system, and people loves Matiang'i for that. You can't walk with your so DL. Let me talk. Kuna Jamil, let me give you one thing. Let me tell you one thing. Kuna wale watu ni wazuri sana wakifanya kazi under someone, the likes of Matiang'i. Kuna wale watu ni wazuri sana. They are good people. They are smart. Like the likes of, it's not about whatever it is. Whatever it is. Do you know how many people wanataka Uhuru arudi atakuwa kazi? My friend, up to date. That is not how you think. You have to think outside the box, not always inside the box. Think outside the box. Look at the things in a way that you get to understand. What is this person doing? What is Ruto doing? What is Ruto doing? Me, I can tell you what so many things that Ruto. You know, if you have that negative thinking about someone, unaona the thing here ile inafanya like you don't see the good out of someone because wewe tayari ushaona huyo mtu mbaya. The country is going pabaya. Listen, nimekuambia tu on 2007 sisi ni wale watu tulisemanga no Kibaki hatutaki huyu jamaa tena. But do you know what Kibaki did? Everyone alikuwa anasema tu now. That's why I'm saying tulitoa ile mambo ya kukatalia kwa kiti, ile ubaya wake tuliweka aside. Okay. Then before 2007 post elections ndio. Kibaki came up with free education, ambapo everyone loved the free education. Hakuna mtu alikuwa against Ruto first time. Hakuna mtu amempenda hata term yake. The second time is coming. Ni ile tu kuchukua watu wa Raila kuingiza tu kukula huko pesa. Hata usiende mbali. Unakumbuka chenye brother wa Raila the old Uburu. Wase wanafanya watu wetu kuuliwa hata this Raila's family. There is nothing like Raila's family. You know, you drag people who are not even there because of your frustrations with life. So you are frustrated with life, so you want to drag other people into your life that no. Jamil, as Kenyans tukubali kubeba mzigo wetu. I always say that babu usiwahi join our say. What atawa kwa side lakini there is no way you can lead this country alone. You need people. You need other people. Hata kama unasema Babu can do whatever you want him to do, he can't do it alone. He needs those people that wanasema ni wabaya. Let me tell you. Short, we are going for tunaenda prayers. This was amazing story. Kama ni kuchill na majil, kupiga story, kushare story. Tulikuwa tunaongelea tu kidogo kuguzia politics. This guy is a big supporter of, is a big fan of Ruto. Two term again. One term siku zote. Two term mazee. Hakuna stories za jaba hapa. Ruto home, Babu governor, President Matiang'i. This same guy anasema dictator. This is the only person who can take us far from where we are. Believe you me. Okay, take a break. It's a prayer time. We are going tunaenda msikitini. Sasa hivi we'll be back.